Tesi na Shola waliachana muda sana. Leo wamekutana nyumbani kwa rafiki yao mmoja hivi baada ya wote kupokea mwaliko wa kufika hapa nyumbani. Kila mmoja na hasira kinoma na mwenzake. Tesi hataki kabisa mazoea na Shola kwa sasa. Vikao vinaendelea vituko tu hapa nje. Mara Shola kamvua wigi Tesi. Hawa kama bado wanapendana hivi. Morenika akakuta mabishano ni makubwa sana hapa nje. Mko vile vile tu Mr. and Mrs. Nani Mr. and Mrs. wewe? Kila mmoja hataki kuitwa hivyo. Morenika akauwasha moto hapa. Acha waanze kubishana. Hakuna anayetaka unyonge kabisa. Hebu lete wigi langu. Sikupi. Morenika akamkaribisha Tesa ndani. Mchizi akaachwa na wigi lake mlangoni. Ikabidi alivae tu, hana namna tena. Karibu kwenye bonge moja la tambala mtu wangu, linaitwa Never Far Away. Mimi naitwa Rio na hii ni Zuro TV. Usiache kusubscribe, kucomment, kushare na kubonyeza alama kengele ili uwe sehemu ya familia hii kubwa. Morenika alichokifanya akawatenganisha vyumba vya kulala. Kila mmoja atalala kivyake hapa. Lakini Morenika pia anaonekana na changamoto kubwa sana hapa nyumbani. Hili Tesa lilijua mapema tu, akasema atamsaidia kutatua matatizo yake. Morenika na ujauzito, lakini ndoa yake pia ina changamoto nyingi sana, pengine kuliko hata hii ya rafiki yake na Shola. Huyu mchizi anaitwa Lai, ni mume wake Morenika. Mchizi hakuna sketi ambayo inaweza kupita mbele yake asitake kuifunua. Hata hapa anaongea na pisi nyingine kwa nyumba ya mke wake. Naomba sana mtu wangu. Lai na Shola ni marafiki wa muda mrefu sana, kifupi ni family friend hawa. Kwenye changamoto, shida na matatizo wanasaidizana mara kwa mara. Asubuhi kumekucha, Shola kaja chumbani kwa Tesi. Akasema, najua huwezi kutoka bila wigi, kwa hiyo nimekuletea wigi lako. Lakini mchizi akagoma kumpa hilo wigi. Hebu nipe wigi langu huko. Mchizi akalitoa. Sitaki kabisa mambo yako ya kutaka turudiane. Sawa? Nani anataka turudiane kwani? Tesi akataka kufunga mlango. Shola akauzuia kwa mguu. Subiri. Acha upuuzi wako wewe. Hebu toka hapa. Hebu tulia kwanza. Morenika amekwambia nini? Amesema nataka taraka tu. Amekuambia kwa nini? Si tunaweza kutatua hili? Tesi akamruhusu mchizi aingie ndani. Shola akasema, Lai hataki kabisa majukumu. Ndio maana wanagombana mara kwa mara. Tunaweza kuwasaidia watatue hili. Sitaki nimuona naumia rafiki yangu. Tesi ampendi Lai kinoma, lakini kwa sababu anataka rafiki yake awe na furaha, lazima awasaidie wamalize tofauti zao. Baada ya mazungumzo marefu, Tesi akamtimua mchizi chumbani kwake. Hataki kabisa mazoea na mchizi hapa. Sasa Tesi, kuna mtu anampa ushauri kuhusu mwanaume wake. Akamwambia anapaswa ajifunze kuishi bila yeye. Zaidi ale vizuri, apate muda wa kupumzika na iweke akili yake kuishi bila kumtegemea mwanaume. Shola ameyasikia hayo maneno bana, akapiga makofi ya kumpongeza bibie kwa huu ushauri. Unashangaza sana, kila siku unaposti kuwashauri watu namna kuishi kwenye ndoa, lakini wewe kwako sasa mambo ni tofauti kabisa. Ni Tesi yupi huyo? Tesi uliyekuwa umemuoa. Unakubaliana na mimi kuwa umebadilika Una shida gani wewe? Maana muda wote uko kwenye uso wangu tu. Shola akasema samahani, lakini tulikuwa na wakati mzuri sana. Shola akasema alikuwa anampenda sana Tesi. Sikutaka ndoa yetu ife. Samahani kwa hilo. Nini maana ya kuyasema haya sasa hivi? Wewe ndio ulifungasha mabegi yako ukaondoka. Kama sio rafiki yetu kutualika hapa, tungekuwa tunaongea haya kweli. Sijawahi kujua unaendeleaje. Wewe kila siku unanitafuta mimi tu. Shida yako nini wewe? Shola anampenda sana Tesi. Alipoondoka nyumbani ndio akajua Tesi alikuwa ni mke bora. Lakini wakati yuko naye hakujua hilo bana. Siku zote wanasema ukiwa nacho uwezi kujua umuhimu wake, lakini ukikipoteza ndio utaelewa sasa kumbe kilikuwa ni muhimu kiasi gani kwako. Tesi alipoondoka tu, Shola akapigiwa simu na Dr. Simi hapa. Kuna taarifa muhimu sana alikuwa anataka kupewa. Morenike akamkuta Tesi amekaa sebuleni peke yake. Akahisi itakuwa amegombana tena na Shola. Hatujagombana. Ukitaka kuongea na mimi nipo hapa. Sawa? Sijui kwa nini ananifuatilia sana yule. Wakati wanaongea, Shola akawa amepita. Akawatakia usiku mwema na nini pale, lakini aliyeitikia ni Morenike peke yake. Tesi, usiku mwema. Asante. Imetolewa tu ili mradi hapa. Hadi leo sijui kwa nini mko hivi. Mngeweka mambo yenu sawa. Tushaachana. Yupo na mwanamke mwingine huko. Kilichowafanya waachane Shola na Tesi, Shola alikuwa bize sana na kazi. Hakuwa na muda wa kukaa na familia yake kabisa. Tesi ana darasa lake la mtandaoni. Huwa anawashauri wanawake namna ya kuishi kwenye ndoa. Alipomaliza darasa lake leo, Shola akamletea kahawa Tesi bana. Tesi akawa ameikataa. Shola akaona ipige mwenyewe tu hapa. Kumbe bibi alikuwa anaitaka bana. Mwana akaona hii ndio fursa sasa ya kukaa naye vizuri. Umekaa hapa kwa sababu tulia Tesi. Sio vizuri kunywa kahawa peke yako. Ni bora ninywe peke yangu kuliko kunywa karibu yako wewe. Unaenda wapi sasa? Popote ambapo wewe haupo. Shola akasema ana njia ya kupatanisha Morenike na Lai. Baada ya hapo kila mmoja atashika njia yake. Hiki kitu kikamrudisha Tesi tena, maana anataka sana kutatua matatizo ya rafiki yake. Shola akasema wanapaswa wazungumze wao kwanza, halafu wawaite mmoja mmoja kwenye chumba cha siri ili wajue changamoto zao ni zipi na namna nzuri ya kuwasaidia. Vipi kama watarudiana? Sisi wote tunajua Lai hawezi kukataa.
Tesi akalikubali ili wazo la mchizi. Hebu fikiria, watu wanawaza kutatua matatizo ya watu, wanasahau na wao wana matatizo yao pia. Noma sana hii mtu wangu. Kazi ikaanza rasmi hapa. Shola anawaza kurudisha penzi lake, anatumia kila njia ili kuhakikisha anakuwa karibu na Tesi. Mapenzi bana, vituko vya hapa na pale vikaendelea kufanyika mtu wangu. Noma sana hii. Mwisho interview ikaanza. Lai bado haelewi kinachoendelea hapa. Anafanyiwa interview kwenye nyumba yake mwenyewe. Mwisho kila mmoja akakubali kazi ianze. Unakipenda nini zaidi kwa Lai? Morenike akasema mchizi ni handsome sana na anamvutia mno. Lai akasema Morenike ni mzuri sana lakini pia na akili mno, yani tunasema ni mbaya sana kichwani yule. Morenike akasema mchizi sio mtu wa kutunza jambo, akiona makosa kidogo tu anasema. Lai yeye akasema alimpenda Morenike kwa sababu alikuwa na umbo zuri, mtu fulani hivi kama twiga, na alikuwa anamaliza mambo yake vizuri tu. Huku Shola anapambania penzi lake kwa kila namna, kila kitu anatamani amfanyie bibia na nini, vitu kama hizo mtu wangu. Kitu gani ungependa kibadilike kwa Lai? Mora akasema mchizi anaongea maneno mabaya kuhusu ujauzito wake, anatamani walau aseme maneno mazuri na nini, lakini ndio hivyo tena, hawezi kusema. Lai akasema wakati wanafanya mapenzi walikuwa wanaenjoy sana awali, nilikuwa nafika kila pembe ya dunia hadi baharini mtu wangu, lakini nilipoliona lile tumbo lake tu nilichoka mtu wangu, nikawa siwezi tena kufika mitaa yangu pendwa. Mora akasema anatamani angekuwa mtu wa tofauti, natamani ingekuwa wewe, niondoke bila kujali atanitafutaje mimi. Usiseme hivyo, hata mimi sio imara kama unavyofikiria, halafu mimi sikuikimbia ndoa yangu, lakini bora alirudi. Hajarudi bado, labda nimechanganya mambo, samahani. Mbali na hayo matatizo uliyosema, una tatizo lingine? Hakuna mzee, akiondoa lile tumbo lake tu mimi fresh kabisa. Alikuwa mzuri kinoma, yani mzuri sana nakwambia, nikakuza hadi bicho langu huko, kila sehemu napoenda natamba mimi tu. Si akapata mimba? Kivipi sasa? Kivipi yani anapata mimba? Yani hivyo tu anapata mimba? Lai akasema anampenda sana Morenike, ndio maana amevaa pete ya ndoa hadi hivi sasa. Morenike akasema alipokea uchafu mwingi sana kutoka kwa mchizi, yote hayo akayavumilia, lakini alipoenda kwenye TV akaongea shiti zake ilimuumiza kishenzi hii. Lai, una mpango wa kuirekebisha ndoa yako? Hiyo ni juu yake sasa. Mimi niko vizuri tu mzee, akimaliza mambo yake tu na mimi namaliza, kwa hiyo mimi sina shida kabisa na yeye. Morenike akaulizwa, unataka kumaliza matatizo yenu na Lai? Kwa mara ya kwanza kwenye maisha yangu, sijui, ngome ishakuwa ngumu kwa majaji hii. Tesi kamtafuta sana Shola, mwisho akamkuta amekaa zake sebuleni. Tunafanyaje? Shola akasema hata yeye hajui. Kila mmoja haelewi kwa nini Lai anamchukia sana mke wake. Kila mmoja amejihakikishia sasa kuwa Lai ndiye mwenye matatizo kwenye hii ndoa, baada ya wote kuwasikiliza kwa makini. Shola akasema ana wazo, lakini hawapasi kuongelea hapa, inabidi watoke kidogo waende wakapata kinywaji pamoja na nini, vitu kama hizo mtu wangu. Tesi akawa amekubali bana. Kwa mara ya kwanza leo wametoka pamoja. Waliporudi wakawa wanapiga stori za kirafiki walau. Shola alichokifanya akaanza kumpongeza Tesi kwa kazi yake anayoifanya mtandaoni, maana inawafikia nusu ya watu milioni. Mwisho akasema alinunua waini kwa ajili ya Lai na mke wake, lakini kwa sababu hawapo vizuri itabidi waipige wao tu. Tesi akawa amekataa, ila anataka kutoka tu. Shola akasema anaumwa. Nini? Shola akasema kuna ugonjwa amekutwa nao. Daktari akamshauri amwambie mtu wake wa karibu, lakini kwa sababu wako kwa watu akashindwa kusema. Sitaki unionee huruma Tesi, nilikuja hapa nikijua tutamaliza matatizo yetu ili nirudie furaha yetu tena. Tesi akamwonea huruma Shola. Tunaweza kunywa waini pamoja? Ndiyo, tunaweza mpenzi. Tesi anamwonea huruma kinoma mchizi. Basi acha watu watundike hapa, kila mmoja ikamchanganya akili, lakini pombe haidanganyi, hawa watu wanapendana bana. Mwisho wakaangukia kunako mazee. Tesi akaanza kulaumu kwa nini mchizi aliondoka. Shola akasema ndio maana amerudi sasa hivi. Mchizi akaomba sana msamaha kwa Tesi hapa na nini, lakini Tesi akawa ni mgumu sana mwanzoni kutoa msamaha. Mwisho mkatu ukaingia kwenye chai mazee. Nye kwenye nyumba ya watu hapa bana. Wanaelewa sasa. Leo kuna ugeni umekuja hapa nyumbani. Huyu bibi anaitwa Lamide. Alivyovaa tu Morenike akashangaa kinoma yani, na hajawahi kuonana naye huyu. Umetokea wapi? Mwambie Shola mimi naitwa Lamide, kwa hiyo niko hapa kwa ajili ya kumuona yeye. Morenike ikabidi amkaribishe tu ndani. Huku Shola amejilia vya kutosha mali yake. Penzi limekuwa jipya tena hapa ndani. Tesi wakati anatoka akakutana uso kwa macho na Morenike. Morenike akashangaa, huyu amefikaje chumbani kwa Shola? Pale Lamide akaingia. Shola akatoa macho, huyu nini kinaendelea hapa?
Tesi haelewi kinachoendelea pia. Ulisema wewe na mke wako hamtarudiana, imekuwaje tena? Lamide, nini hiki? Lamide akamtaka Tesi awapishe. Akawa anashangaa tu hapa. Ikabidi asepe, kashaujua ukweli tena kuhusu mwana. Mchizi kumbe ashaachana na Lamide kitambo tu. Kumbe Lamide alimuomba Dr. Simi address ya mchizi alipo na Dr. Simi akamtumia bana. Ndio maana amefika mahali ambapo mchizi yupo kwa sasa. Shola akamtoa Lamide nje mkuku. Tesi akaja huko amepaniki kinoma. Haelewi alichokiona ise. Unamjua Shola vizuri, hawezi kuwa na mchepuko alafu awe na wewe. Unamjua kwa muda mrefu sana huyu mtu, msikilize kwanza. Nimsikilize nini? Labda kuna sababu kwenye hili. Mambo yako ya huruma hayo, ndio maana mume wako anakusaliti. Karopoka bana. Oho. Usijali, sio kosa lako. Mimi ndo mwenye makosa. Morenica akasepa. Alipotoka tu, mlango ukagongwa. Tesi akahisi pengine Morenica amerudi, kumbe alikuwa ni Shola bana. Toka huko na wewe. Hataki kabisa mazoea na Shola. Huku mzee wa Totos anatafuta pisi mtandaoni, anazisifia kishenzi yani. Mara kaja Lamide anamtafuta Shola. Lai akataka kuitumia hii nafasi hapa. Si akaanza kumtongoza Lamide bana. Mchizi anatongoza popote, hajali lolote, hata nyumbani kwake yani anakwapua tu, bila kujali hii ilikuwa ni nyama ya rafiki yake au vipi. Shola kaikuta nyama yake hapa, akaikwapua haraka akaitoa nje. Udadeki, Shola anapenda vitu vyangu kabisa. Mshenzi yuko kama mimi kabisa huyu. Shola kaja kuitupa huko nje mali yake ya zamani. Ikasema imekuja kumuona tu, lakini wameachana hawa. Shola akasema kuwa naye ilikuwa ni makosa kwa sababu hawana uhusiano wowote ule. Tesi na Moranike huku hawaongeleshani kabisa. Anapambana kurudisha uhusiano wao na nini, huku Shola naye anajitetea kwa Tesi. Ni kama Tesi anamchanganya tu hivi, maana yeye anaomba msamaha huku na yeye anakuja kuomba msamaha na mtu ambaye kumbe na mpenzi wake mwingine huko na nini. Yani kifupi anamvuruga tu mchizi. Kumbe Lamide alifika hapa baada ya kupewa address na Simi ambaye ni daktari wake Shola. Kwa hiyo mida fulani vya usiku Lamide akawa anaongea na daktari wake Shola, anaomba msamaha maana Shola alimmind kinoma Simi. Wakati huo Lai alikuwa anasikia kila kitu. Simu ilipokatika tu mchizi akasogea karibu, akaanza kurusha nyavu zake hapa na nini, katupia nyavu nyingi mno. Mwisho samaki si akanasa bana. Huku Moranike na Tesi bado waongeleshani yani. Tesi akawa na kazi ya kumfuata Moranike anakoenda, yani anakaa nyuma tu. Moranike si akawakuta watu wako tendoni. Tesi naye akafika bana. Akasahau kama alikuwa anataka kuomba msamaha hapa. Akawafuata walipo, akaanza kuwachezesha kichapo. Piga sana kipara hicho. Alitandika kama yeye ndo amefumania hivi. Mwenye mma akaanza kucheka badala ya kuhuzunika. Naoma sana hii mtu wangu. Shola akakuta vagi ni kubwa mno hapa nje. Watu wanakimbizana hapa na pale na nini. Kwenye kuamua naye akawashwa kofi humo. Moranike huku mbavu hana. Kimetokea nini sasa? Tumemfuma mume wangu yuko anambusu ex wako hapa. Lai, una akili kweli we mzee? Moranike ni kicheko tu huko, mbavu hana. Ndio maana nakupenda BFF, unajua nini cha kufanya? Basi kumbato zito likafuata hapa, wakasameheana bana. Subiri, umetoboa jicho langu, umenisamehe sasa? Tesi na Moranike wakasepa. Si unisamehe tu mama angu, umeshaniumiza jicho. Moranike amefikia kikomo na hili penzi, hataki tena kuendelea na Lai. Kifupi kachoka sana bibie. Tesi akamsifia sana kwa haya maamuzi ambayo anataka kuyachukua. Moranike aliolewa na Lai kwa sababu alihisi umri wa miaka 32 sio mzuri kubaki single, na ikizingatia wadogo zake wote yani wameshaolewa. Kwa hiyo hii pressure ilimfanya naye aolewe na mwanaume yoyote ambaye atakuja mbele yake. Ndo hapo alipokuja kukutana na Lai. Moranike alikuwa ni modo, alikuwa akienda kwenye kazi zake, akipata pesa tu anamletea mchizi. Mchizi naye anaenda kuonga kwa mademu zake na nini. Yote hayo alikuwa anayavumilia tu bibie. Lakini kama haitoshi, akaenda kwenye kituo cha TV cha taifa akampakazia matope kishenzi bibie. Hili tukio likamuumiza kishenzi Moranike. Lamide bado hajakata tamaa, yupo sana hapa. Shola kamtaka sepe tu. Tesi akaendelea kuwashauri watu wake. Sasa kuna message moja akaipata hapa inasema, ex wangu anataka turudiane, nifanyeje? Tesi akasema ya zamani achana nayo, hupaswi kabisa kumrudia huyo mtu. Mara akaingia Shola, mwana anataka kuongea na bibie hapa. Akatoa ile simu pale na nini, akakata kabisa na ile live. Anataka kuongea na Tesi kwa lazima. Mchizi akasema hataki kumwacha bibie kwani bado hajapeana taraka. Akampa na zawadi kwenye kiboksi. Bibie alipofungua akakuta nguo yake ya kwanza na picha ambayo walipiga zamani sana na mchizi. Hiki kitu kilimfurahisha sana Tesi. Mchizi ametunza nguo ya kwanza kabisa ambayo Tesi alivaa siku ya kwanza wanaonana.
picha ya kwanza ambayo walipiga pamoja nayo pia ameitunza, na listi ya chakula siku ya kwanza kabisa ambayo walitoka pamoja kwenda hotelini. Mchizi alikuwa kimkakati sana hapa, akakumbushia mambo mengi sana ya zamani. Hii ni njia mojawapo nzuri ya kuomba msamaha kwa mtu ambaye unampenda sana au mtu ambaye mliwahi kupitia momenti nzuri hapo nyuma. Mkumbushe mazuri ambayo mlipitia pamoja, vitu alivyokuwa anavipenda kipindi hicho, na kila kitu ambacho alikuwa anapenda ukifanya, wewe mkumbushe tu, lazima atajisikia fahari sana juu yako. Shola akaomba nafasi ya pili kwa Tesi hadi akapiga na goti mtu wangu. Bibi hakuwa na baya na nini, akambariki mwanetu na kumbato la msamaha hapa. Sasa upande wa Lai hapa hana shida kabisa, ameiachia kasahau kama litenda kosa. Kwake lile fumanizi lilikuwa ni kitu kidogo sana, kwa hiyo hajali wala nini. Morenica akaona hizi ni dharau sasa, yaani ampige busu mwanamke mwingine hapa nyumbani kwake, akaona mtimue mchizi hapa ndani. Morenica ameamua hazuiriki hapa, lazima mchizi asepe leo. Analelewa alafu analeta dharau, watu hawafagirii makuzi mazee. Hili jambo limetesa sana akili ya Morenike. Kiukweli kabisa alikuwa anampenda sana Lai, lakini Lai mwenyewe sasa ndo hivyo tena, hapendeki. Morenike akasema aliwaalika hapa ili watatue matatizo yao, maana kila mara Shola alikuwa anamuulizia mke wake tu, akajua hawa watu bado wanapendana, ndio maana akawaita wote wafika hapa nyumbani kwake. Mara Tesi akamwona Lai yuko live. Mchizi alikuwa anamponda sana Morenike, aliongea mbovu mno kumponda bibie. Mchizi akasema Morenike amemfukuza kwenye nyumba ambayo yeye ndo analipa kodi. Lai akatoa hadi pete ya ndoa, haina maana tena kwake. Akatangaza yuko tayari kupata mwanamke mwingine na nini, vitu kaizo mtu wangu. Hili likamchapa Morenike vibaya mno. Penzi la Shola na Tesi limekuwa la moto kishenzi. Kila mmoja anaenjoy uwepo wa mwenzake hapa. Baada ya msamaha kupita, ni kama penzi limezaliwa upya. Sasa leo kuna picha zimemfikia Tesi, zinamuonyesha Shola yuko na mwanamke mwingine. Pale pale mchizi akapiga simu, akasema hizo picha za zamani sana, zimetumwa ili kumchafua tu, na aliyefanya hivyo ni ex wake bana. Basi bana, mchizi akawa anamtumia zawadi za hapa na pale ili bibia enjoy tu. Penzi la Shola na Tesi ni la moto mno unaambiwa. Baada ya muda kupita, mchizi akaja kumchukua mpenzi wake nyumbani kwa Morenike. Leo watarudi nyumbani rasmi na nini, hawataki tena kuishi kwa Morenike. Hebu tuandikie hapo chini, umejifunza nini kutoka kwenye hii picha? Na huo ndio kwa mwisho wa tambala hili mtu wangu. Mimi naitwa Rio na hii ni Zurura TV. Usiache kusubscribe, kushare, kucomment na kubonyeza alama ya kengele ili uwe sehemu ya familia hii kubwa. Hadi wakati mwingine, bye.